Kwenye mgogoro unaoendelea huko TikTok wa waandaa maandamano kuhusu location za maandamano, nimeona baadhi ya hao waandaa maandamano walioko nje ya Tanzania wakiwaambia vijana kwamba kwa kuwa jeshi la polisi limetangaza kuwa hawatambui uwepo wa maandamano yoyote yale ya amani kwa sababu wao wanaona viashiria vya uhalifu, lakini pia hawajapata taarifa wala barua yoyote inayoomba kibali cha maandamano hayo. Sasa hao waandaa maandamano wanawaambia vijana kwamba kuna maeneo wakienda kuandamana jeshi la polisi halitoweza kuwafanya kitu chochote. Maeneo hayo ni headquarters za Umoja wa Mataifa nchini Tanzania pamoja na ubalozi wa Marekani. Inasikitisha kuona mamia ya vijana wanaamini upotoshaji huu na uongo huu, ili hali taarifa na usahihi wa hiki wanachoambiwa unapatikana mpaka mtandaoni. Je, ni kweli vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilivyopo ndani ya nchi hii haviwezi kwenda ku-exercise nguvu yao kwenye maeneo hayo? Ukweli wa mambo uko hivi, unapatikana kwenye mkataba wa kimataifa unaoitwa Vienna Convention on Diplomatic Relations wa mwaka 1961. Hii siitoi kichwani na inukuu kabisa kutoka kwenye mkataba huo. Article namba 22 inasema hivi: ulinzi wa majengo ya ubalozi. Nchi mwenyeji ina wajibu kikamilifu kulinda ubalozi. Vienna Convention inaendelea kusema kwamba majengo ya ubalozi ni inviolable, yani hayapaswi kuvamiwa, kutafutwa au kuingia bila ruhusa. Nchi mwenyeji lazima ichukue hatua zote zinazofaa kulinda ubalozi dhidi ya fuatayo: uvamizi, uharibifu, usumbufu, kuingiliwa na mtu yoyote. Kwa rarara, kipengele hiki kinasema hivi kwenye Vienna Convention: the receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage. Mpaka hapa mnafahamu fika kwamba andamana kwenda tu mpaka eneo la ubalozi tayari kunagusa engo ya kuvamia ubalozi, kuingia ubalozini, kuzuia shughuli za ubalozi zisifanyike. Sasa sheria inasema kwamba nchi mwenyeji ina wajibu wa kuchukua hatua zote kuwazuia nyinyi msifanye hivyo vitu, ambapo hapo ni nani atakayetumika? Vyombo hivyo vya ulinzi na usalama mnavyodanganywa huko kwamba mkiwa kwenye maeneo hayo havitoweza kufanya jambo lolote. Sasa tuje kwenye hiyo UN yenyewe ambayo waandamanaji wanapanga wakakae, wengine mara wanasema wanatamani wakalale hapo hapo. Jamani, sheria za kimataifa zinasema nini kuhusu mikusanyiko, maandamano hapo United Nations? Ofisi zote za UN zinalindwa na mkataba wa Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations wa mwaka 1946. Majengo ya UN ni inviolable, hayapaswi kuvamiwa, kutafutwa au kuingia bila ruhusa. Serikali mwenyeji ina wajibu wa kuchukua hatua zote kulinda ofisi za UN dhidi ya uvamizi, usumbufu, maandamano yanayozuia kazi zao pamoja na uharibifu. Kwa hii nayo inaenda sawa sawa na ile Vienna Convention on Diplomatic Relations. Na kama mtaachwa mfanye hivyo, basi taifa letu litaenda kujibu huko kwenye organizations za kimataifa tulizopo, especially Umoja wa Mataifa. Yani tutaenda kuulizwa sisi, ilikuwaje waandamanaji waliruhusiwa kufika kwenye maeneo hayo?